Ni mutugatiri wa kule Mombasa, aumite Mombasa County. Tago Pastor Paul Gaho. Gaitumo kamwe kaka na amen, amen. Ninayo furaha kuu naposimama hapa mbele yenu nikisema Yesu ni Bwana, ananipa uzima na uhai, ndiposa nazidi kueneza injili yake pasipo uoga, kwani najua mahali tunaishi kuna taharuki za kila aina. Majina yangu naitwa Paul Gaho, nimetoka Kilifi County, huko ni mwamba wa pwani. Nafikiri ndio mbali sana toka hapa kwa sababu ni kuteremka kilomita kadhaa. Napo na familia naishi ni mji wa Malindi, ingawaje tuna kazi na kanisa kule Mombasa. Napenda kuambia na mapenda sana wanafunzi, hivi nimepata fursa nzuri hii ya kufunguka toka kule. Kunako mambo mengi na kuna mambo mengi ningelikuwa nayafanya, lakini kwa vile napenda watoto, minajili ninao watoto, napenda tena wengi ambao ni wazazi kama facilitator wa leo, ni watoto wangu kiroho na hata kuwalea kimaisha. Basi nashukuru sana napoona bila maweza kuingia siku hii ya leo. Maandishi kitabu cha Yohana 8 mstari wake 47 wasema hivi: mtu wa Mungu huyasikia maneno ya Mungu, bali mtu wa hapa duniani asikia mambo ya dunia hii, lakini mtu wa Mungu anayasikia mambo ya Mungu. Nasema kwa wanafunzi, ni vizuri hata kama wasoma, hata kama una maono makubwa, hata kama waelekeza na malengo yako ni marefu sana, ni vizuri uweke kulenga mambo yako yote kwa Mungu. Minajili nje ya Mungu hutafaulu, nje ya Mungu hutaweza. Lakini unapokuwa na ushikamano mzuri na Mungu, utaweza kushinda mengi ya dunia hii. Sema kidogo mahali tuishi kule pwani, na wale ambao tunaishi na wao wengi kule ni Waislamu, na kazi yao nyingi ni kama wanakuwa kinyume na yale mambo ya Injili. Kwa hivyo uwapo na uoga, utaweza kustahimili vita vya kule. Na sisi kama kuna vita tuangangana kubwa si ya pesa. Pesa Mombasa, mwamba waponi hela, ungangani sana kama hujazipata. Lakini mambo ya kufika mbinguni, hapo ndipo kazi ipo. Waona wa profesa, mtu amesoma, ameelimika ya ajabu, lakini utashangaa sana kumpata ameanguka. Na ni mtu ulipomwona yuna heshima tele. Hivyo niwaambie wanafunzi hivi, kwa kuwa mtasoma na kutoka Kenya kwenda nchi zote za dunia hii, shikilia imani ya kujua mtu wa Mungu husikia mambo ya Mungu. Amen. Na hivyo naongea kwa wale watoto wako shule la msingi na hata wa sekondari na hata wale wako university na hata wale wataenda nje ya nchi hii. Hakuna kitu kizuri kama kushikana na Mungu. Ndiyo, tafanya madoido, talebesha maisha kama wajificha gizani. Kuna mtu atakuuliza, hata utakafanya mwangazani, hakuna mtu atajali, lakini kuna siku itafika na utajuta leo. Takapoona jina lako halitasomwa katika kitabu cha uzima. Hivyo niwaambie, someni sana, yaruhusiwa. Minajili kitabu cha Mithali 16 yasema hivi: mipango kwa mwanadamu yanakamilika, na unaruhusiwa kupanga, lakini amalizaye na ulimi ni Mungu wetu. Yasema amina. Kwa hivyo msome sawa sawa, lakini mweke Mungu mbele. Ukijua maisha ya hapa duniani yatageuka, ni kinyonga haya, hata hela unazoziona ni kinyonga. Kuna matajiri wengi, kuna watu wengi wamevuma sana nchi hii, sasa hawapo. Lakini wale ambao wamesimama, sifa zao tuwasisikia kama Ibrahimu, Isaka, Yakobo, wale hawakuwa na degree, lakini walikuwa na jambo la Mungu. Naombea masikio yenu yaweze kusikia na muwe na akiba kuu ya neno la Mungu. Na napomaliza naposema, mwendapo nyumbani, mwendapo shuleni, kokote mwendapo, wale ambao wanafanya mambo ambayo hayafai, na wanafunzi wale ambao wanapenda kufanya mambo ya dunia hii, wengine wanamezwa na drugs, wengine wanatumika kusafirisha drugs, wengine ni walevi, wengine tabia zenu zimehaibisha, zamsulubisha Mesia msalabani. Lakini shida si wewe, ni vile huna sikio la kusikia neno lake Mungu. Kwa hivyo wacha mnalitenda. Amen.